alipombariki alisimama katika uaminifu, hakutoka katika njia za Mwenyezi Mungu. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu isomeni. Amen. Sitaki niende kwa historia ya Ayubu zaidi. Nataka niende kwa neno kwa sababu ya masaa na nyakati ambazo tumesimama. Neno ambalo tumelisoma linasema ya kwamba kwani liko matumaini ya mti uliokatwa utachipuka tena. Kuna matumaini kwa mti uliokatwa, unaweza chipuka tena. Mwami Yesu isomeni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mti uliokatwa kuna matumaini. Hayo mambo ni ya Ayubu. Ayubu anazungumza maneno haya baada ya kuona mambo yote aliyopitia ndani, mateso aliyopitia ndani, magonjwa aliyopitia ndani, akapoteza vitu zote alizokuwa nayo, lakini sasa anaona kumbe kuna matumaini. Kuna matumaini kwa mtu ambaye mti uliokatwa. Biblia ikizungumza kuhusu mti, inazungumza kuhusu mtu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu isome. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa mti uliokatwa bado kuna matumaini. Ayubu alipitia hali hiyo. Mali yake yote ilienda. Watoto wake wote waliondoka, waliangamizwa. Maana shetani alipewa nafasi ya kuingilia maisha ya Ayubu na akamaliza vyote alivyokuwa navyo. Lakini sasa mstari wa 14 ameanza kupata nguvu. Anasema kuna matumaini kwa mti uliokatwa, unaweza chipuka tena. Haleluya. Haleluya. Mwami Yesu isomeni. Amen. Mwami Yesu isomeni. Amen. Kuna mtu maisha yake yaliharibika, bado kuna tumaini. Unaweza pata maisha mengine mazuri. Kuna mtu kazi yake ilipotea, bado kuna matumaini. Kuna mtu mipango zako ziliharibiwa, bado kuna matumaini. Unaweza chipuka tena. Mungu anaweza leta urejesho tena. Katika hiyo matumaini yako yaliyokufa, Mungu anaweza kuinua tena. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Kuna familia ambayo imerudi chini kabisa. Hawakumbuki, hawana mtu wa kuwashika mkono, wamezarauliwa. Kuna tumaini katika hiyo familia, inaweza pata jina tena. Kuna mtu anaweza inuka hapo na ainue hiyo jamii. Sema haleluya. Haleluya. Kama walikatwa, hata kama walitengwa, hata kama walisukumwa, kungaliko tumaini ndani ya hiyo familia. Kungaliko tumaini ndani ya hiyo maisha. Kungaliko tumaini ndani ya hilo boma. Kungaliko tumaini ndani ya hayo watoto. Wanaweza simama tena. Takatifu. Liko tumaini kwa mtu aliyokata. Liko tumaini kwa mtu aliyokataliwa. Liko tumaini kwa mtu aliyotengwa. Liko tumaini kwa mtu aliyokataliwa. Liko tumaini kwa mtu ambaye hana maisha. Sema haleluya. Kuna tumaini. Kuna tumaini mpendwa. Kuna uwezekano familia yenu ilitengwa na kudharauliwa. Hawakiangalia wanaona hii haina mtu. Wanasema hii haina mtu. Tuna tumaini. Mungu anaenda kutoa mzizi hapa. Mungu anaenda kufufua hiyo familia. Hata kupitia kwako, kupitia kwa watoto wako, kupitia kwa wajukuu, ndani ya hilo boma kuna mtu Mungu anaweza kusimamisha mtu. Mwami Yesu isome. Sema haleluya. Sema familia ya mtu fulani kuna mtu ameinuka. Kumbe mtu anaweza toka na ile familia. Vile walisema katika Bethlehem. Bethlehem, mji ulio mdogo, kuna kitu kizuri kinaweza toka ndani ya hiyo mji. Lakini Yesu akatoka ndani, akakuwa mfalme wetu, akakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kuna mtu anaenda kutoka ndani ya hiyo familia. Amen. Yesu isome. Amen. Ni mwanaume ama mwanamke, lakini Mungu anaenda kukuinua, anaenda kusimama na wewe, anaenda kukutetea, anaenda kukupigania ndani ya hiyo jamii, ndani ya hiyo familia. Kuna tumaini ndani ya hiyo jamii, inaenda kuinuka tena. Sema haleluya. Haleluya. Wanazani waliwamaliza. Wanazani waliharibu masomo yako walikomaliza. Wanazani walipokusukuma katika ndoa ya mapema walikuweza. Lakini kungaliko tumaini. Mwami Yesu isome. Amen. Sema haleluya.
tumemweza, hawataendelea tena, hata kipata pesa zake zitafanya kazi, maisha yake yatapiga hatua, wakazani wamekumalisha. Lakini kungaliko tumaini kwa mtu aliyokatwa, kwa mtu ako ndani ya vifungo, anaweza funguliwa tena. Kwa mtu aliyotengwa, anaweza pata kibali tena. Kwa mtu aliyokataliwa, anaweza pata neema tena. Sema haleluya, haleluya. Liko tumaini. Amen. Mwami Yesu isome. Amen. Liko tumaini katika maisha yako. Katika ndoa iliyoharibika kuna tumaini. Inaweza toka ingine mpaka magari itangu, watu waseme na si pressure na kuona watu amefanya aje harusi, magari yote ni yali, lakini kuna tumaini. Mwami Yesu isome. Amen. Sema haleluya, haleluya. Mwami Yesu isome. Amen. Tumaini kwa maisha iliyoharibiwa, Mungu anaweza kufufua tena kwa watu ambao wako na imani, kwa watu ambao ni waombezi, kwa watu ambao ni waaminifu, kwa watu ambao ni moyo safi, kwa watu ambao wanatenda haki. Kuna tumaini. Usikate tamaa, usilalamike. Hata kama huna wazazi, wewe kaza mwendo. Kuna tumaini. Hauna wazazi, lakini Mungu anaweza kukuinua. Watasema dada yule hata amesimama, lakini hakukuwa na wazazi. Unaweza kuwa huko na msaada, unaweza kushika mkono, lakini kungaliko tumaini. Wewe kaza mwendo, Yesu ndio msaada wako. Haleluya, haleluya. Nami Yesu isome. Amen. Japokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, ijapokuwa mizizi yake huchakaa, yani inazeeka, haiwezi kuta maji tena. Wanakuona huyu tumemmaliza, mizizi imechakaa. Sema haleluya, haleluya. Nami Yesu isome. Amen. Ndani ya mchanga mizizi imechakaa, shina lake ndani ya udongo limeanza kukufa. Watu wanasema ile ni kukufa, ile jamii imekufa, hakuna mtu ndani tena. Ule dada amekufa, hawezi simama tena. Ule tulimumaliza, mambo yake tulimezana yeye kitambo. Hata ijapo kuwa mizizi yake ndani ya udongo inaendelea kuchakaa, shina chake kinaoza ndani ya udongo, kuna tumaini. Kuna tumaini. Amen. Nasema kuna tumaini. Amen. Mwami Yesu isome. Amen. Kuna tumaini ndani ya maisha hilo. Kuna tumaini kwa mtu asiyosoma. Kuna tumaini kwa mtu asiyofaulu. Kuna tumaini kwa mtu asiyekuandika. Kuna tumaini kwa mtu ambaye hana kazi. Watu waamini Yesu. Maana Yesu ni muweza. Bana angalia masomo. Bana angalia vyeo. Bana angalia pesa. Kuna tumaini kwa Yesu pekee yake. Amen. Anainua viumbe vilivyo dhaifu. Anainua vilivyo ndani ya udongo. Hata kama mizizi zimeoza, anaweza zirejesha tena. Haleluya. Akaambia Ezekieli, je, angalia katika hilo bonde, unaona nini? Akasema naona mifupa mikavu. Akamuuliza, je, zinaweza pata uhai tena? Akasema, wewe baba unajua. Kuna watu wanasema huyu hawezi kuona, na unaamini mimi walisema, hata baba alisema, hata mama alisema. Wachana na mambo ya baba na mama. Kuna yule ambaye wako na uwezo. Huyu akisema unamuogopa, akisema hutasimama unamuogopa, ambaye ni Mungu peke yake. Lakini kuna nguvu za agano kupitia damu ya Yesu Kristo zinaweza kuinua tena. Hiyo damu inaweza penya ndani ya mizizi yako, mahali ambapo kumekufa kuanze kuinuka tena. Haleluya. Haleluya. Mwami Yesu isome. Amen. Mungu akaambia Ezekieli, tabiria hiyo mifupa sasa. Ezekieli akazungumza na mifupa mikavu. Kila mfupa ikaanza kutafuta mezani. Sio mfupa kwa Nancy, hakuna. Hata kama mfupa moja ya ani kwa mlango huko inaanza kutafuta mahali pengine hiyo. Mwami Yesu isome. Amen.
Oh, sema haleluya. Haleluya. Ami Yesu isome. Amen. Oh, sema haleluya. Haleluya. Hata kama mizizi yake imekauka. Oh, hata kama maisha yake imekauka. Hata kama hali zako zote zimekauka. Financially umekauka, kiroho umekauka, kimaisha umekauka, roho yako imekauka, hauoni amani, ndani ya kazi kumekauka, kungaliko tumaini. Kungaliko tumaini. Ndani ya hiyo udongo ulio ndani, ndani ya hiyo kazi ulio ndani, ndani ya hiyo nyumba ulio ndani, ndani ya hiyo jamii ulio ndani, jamii ambayo imekauka, hawakumjua Mungu, hawataki maombi. Wewe simama imara, kungaliko tumaini. Acha nisimama imara. Ndani ya hiyo familia, kungaliko tumaini. Mungu amekuweka wewe, uwe mtetezi wa hiyo familia. Inaweza inuka tena, inaweza simama tena. Amen. Inaweza kuja tena. Wagonjwa watapona tena. Amen. Watu ambao wako na imani. Haleluya. Kwa waganga, wala hawakwenda kwa waganga, lakini mtu aliye na tumaini, anayemjua Baba, anayemjua Mungu, huyo ako na tumaini, atasimama tena. Hata kama amefungwa, Mungu ataondoa vifungo. Amen. Mungu ni mwaminifu. Yesu. Mungu si kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa mwisho nikimalizia. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama miche. Lakini kwa harufu ya maji itachipuka na kutoa matawi. Sema mbaya. Mwami Yesu Amen. Kuna watu siku ya leo wanaenda kuchipuka. Baada harufu ya maji inayohusika maisha. Kuna watu maisha yao siku ya leo yanaenda kubadilika kwa ajili ya harufu ya maji. Yesu ndiye maji ya uzima. Yesu ndiye unachukua nini? Panapo Yesu hakuna mmea unaweza kuchukua nini? kupitia kwa neno la unachukua nini? Unaanza ng'ombe. Kwanza andiko limesema Kitu mbaya. kwa harufu. Hata bado maji hajafikia hiyo mzizi. Harufu tu. Inasikia harufu ya maji. Yaani kuna mtu anaanza kuwa na tumaini. Mungu anaweza. Hiyo tu tumaini yako kidogo. Hiyo tu kidogo tumaini. Hiyo imani kidogo uko nayo juu ya maisha yako. Unajikaza tu kuendelea kuja ndani ya ibada. Unajikaza kuendelea kwa Mungu. Hiyo imani ulio nayo kidogo. Hiyo kwa hiyo harufu kidogo. Hiyo harufu ya neno. Hiyo harufu ya andiko. Hiyo harufu ya imani. Mungu anaweza kukuinua tena. Unaenda kuzaa tena. Kuna matawi yanaenda kuzaa kwako. Kuna matunda yanaenda kutoka kwako. Kuna maisha yanaenda kusimama kutoka kwako. Sema haleluya. Haleluya. Kwa harufu. Na je, mzizi kifikia maji? Kama harufu peke yake inakuinua. Kama harufu peke yake inakupigisha hatua. Kama harufu peke yake, harufu tu. Na maji sasa ikifika. Haleluya. Haleluya. Nami Yesu isome. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Wale ambao wako na tumaini, wale ambao wako na imani, kuna harufu kidogo ambayo iko ndani ya chembe zako. Uko na imani kiasi Mungu atatenda. Wakati mwingine unakufa moyo. Sasa anza kuitisha hiyo harufu ya maji. Yaje maji yenyewe. Mungu ashuke na baraka zake. Mungu ashuke na mafanikio yake. Njia zako ziweze kufunguliwa. Mungu aweze kukuinua. Mungu aweze kukutenda mema. Mungu aweze kusimama na wewe. Sema haleluya. Haleluya. Nami Yesu isome. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Kitoka hapa kwa harufu ya maji, Mungu afungue milango zako. Amen. Harufu ya maji, Mungu afungue njia zako. Amen. Harufu hiyo ya maji, Mungu afungue maisha yako. Amen. Toka hapa hilo neno usimame nalo. Amen. Mungu alitetee na alifanikishe juu maisha yako. Kama kuna magonjwa ilikuwa imekukamata, kwa hiyo harufu ya maji tu uanze kupona. Sema haleluya. Haleluya. Nami Yesu isome. Amen. Tuko tumaini. Kuna matumaini kwa mtu mmoja.
Dada usikufe moyo. Ndugu yangu usikufe moyo. Kanisa msikufe moyo. Kunaweza kuwa kuna vita mingi. Kunaweza kuwa kuna mitego mingi. Kunaweza kuwa kuna majaribu mengi. Lakini usikate moyo. Usirudi nyuma. Utarudije nyuma. Na kuna tumaini. Tumaini liko mbele. Haliko kwa hao wanaoanguka. Hatuko miongoni mwa hao sitasitao kusonga mbele. Sisi ni washindi. Tuko washindi pamoja na Kristo. Kama alishinda mauti, akatoka ndani ya kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu kukaa ndani ya kaburi siku 3 na aondoke pale. Yaani mizizi yake imeanza kuoza. Shina shake imeanza kukufa. Lakini baada ya hiyo, sababu ya tumaini, anatoka ndani ya wafu. Ungaliko tumaini. Unaweza toka ndani ya hiyo maisha. Hiyo maisha unaona ni magumu. Unaweza toka ndani. Unaweza toka ndani. Unaweza toka ndani. Kama Yesu alitoka ndani na anasema mtaweza mambo yote katika yeye atiaye nguvu. Tunaweza jitoa ndani. Ndani ya hiyo laana, ndani ya hiyo mateso, ndani ya hiyo vifungo, ndani ya hiyo maisha, ndani ya hiyo magonjwa.